Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninayo furaha tena kuwa nawe wakati huu ili tuweze kutafakari maneno ya Mungu pamoja na tufanye maombi pamoja ili Mungu atusaidie katika shida zetu mbalimbali. Dunia hii ambayo tunaishi ni dunia ngumu, yenye shida mbalimbali, mateso mbalimbali. Pasipo kumuita Mungu, pasipo kumtegemea Mungu, hatuwezi kutoboa au hatuwezi kuvuka hatua nyingine. Ni lazima tumtegemee Mungu katika kazi zetu, tumtegemee Mungu katika mipango yetu yote ya mwaka. Tazama, mwaka huu tena ni mwaka wa 2026, ni mwaka mwingine kwetu, ni mwaka mpya kwetu, na kila jambo tutakalolifanya lazima tumtegemee Mungu. Hivyo basi tutasoma neno la Mungu na tutafanya maombi kwa ajili ya mipango yetu yote ya mwaka 2026. Mungu wetu sio dhalimu, na anasema mkono wake sio mfupi hata asiweze kuokoa, na anasema sikio lake sio zito hata asiweze kusikia. Ninaamini leo Mungu atasikia maombi yetu. Nitasoma kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 44. Injili ya Luka mtakatifu sura ya 8 mstari wa 44, lakini nitaanza na mstari wa 43. Biblia inasema, na mwanamke mmoja ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yoyote. Mstari wa 44, alikwenda nyuma yake akagusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutokwa damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu ya yeye kumgusa na jinsi alivyopona. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, nenda zako na amani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Nimesoma neno hili ili lituongoze katika maombi yetu leo. Biblia inasema mwanamke mmoja ambaye alikuwa ametokwa damu kwa muda wa miaka 12. Hebu fikiria habari ya miaka 12. Miaka 12 sio miaka michache. Inawezekana mtu akawa ameugua kwa siku moja tu, lakini siku moja ikatosha kumtesa mawazo yake na akili za kwake. Wako watu wanaugua kwa sekunde chache tu, kichwa kinamgonga, huyu mtu analalamika na kupiga kelele na kutafuta mapanado na kutafuta madawa ya kila aina ili kudhibiti yale maumivu ya kichwa. Mama huyu ameugua miaka 12 akiwa anatokwa damu miaka 12 na haikukoma. Damu ilitoka kwa mfululizo. Ni kitu cha hatari sana. Mtu huyu anamwona Yesu, anakwenda anagusa pindo la vazi lake, na mara hiyo kutokwa damu kwake kulikoma. Bwana asifiwe sana. Hapa mimi ninachokiona ni bidii na mapambano ya yule mama. Alijua kabisa akigusa hata pindo tu la vazi la Yesu atafunguliwa. Aliona akigusa tu vazi lake. Kugusa pindo sio kugusa mkono wa Yesu, wala sio kusikia sauti yake, ni kugusa tu pindo. Ni imani ya hali ya juu sana. Ndugu yangu mpendwa, naomba imani yako leo ikazalishwe upya popote ulipo. Kama mwanamke huyu aligusa pindo la vazi la Yesu na aliweza kufunguliwa, hapo ulipo kwa imani yako unaweza ukatamka neno pamoja nami.
halafu Yesu akakufungua katika kifungo ulicho nacho. Unaweza ukawaza tu kwa mawazo yako kwa imani kwamba ugonjwa huu unao unyamaze kimya, na ukanyamaza kwa kweli. Ninaamini kwamba kwa imani yako ugonjwa wako, shida yako inakwenda kufunguliwa. Yesu Kristo anamwambia huyu mama, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani, nenda kwa amani, umekwisha kufunguliwa. Yesu akufungue leo mama, Yesu akufungue leo baba, Yesu akufungue leo kaka. Ugonjwa ulionao, inawezekana umeugua muda mrefu. Hapa tunaona ameugua miaka 12. Inawezekana biashara yako imepata tabu muda mrefu. Inawezekana shamba lako kuna watu wanataka kukudhulumu, umehangaika na kesi muda mrefu, miaka 10. Inawezekana kuna mtu ameshindwa kulipa madeni katika biashara yako muda mrefu, hajaweza kufikiria hata kukulipa. Inawezekana kuna ugonjwa, kuna ndugu yako ni mgonjwa miaka mingi, leo anakwenda kufunguliwa kwa imani katika jina la Yesu. Inawezekana biashara yako ni ile ile, kila siku iko pale pale, haiwezi kusogea mbele, haiwezi kuinuka. Leo Yesu Kristo anakwenda kukusaidia kwa imani yako. Weka imani kama ya huyu mama ya kugusa pindo. Katika ulimwengu wa roho unaweza ukapaza sauti yako na kumwambia Yesu, nisaidie biashara ya kwangu, nisaidie kazi yangu. Yuko mtu mmoja amesoma masomo, ana elimu ya juu kabisa lakini hakuna kazi, hajapata kazi. Mungu leo akupatia kibali cha kupata kazi. Mungu leo aachilie kibali kwenye kazi yako. Nami natamka kibali kwenye biashara yako, natamka kibali kwenye kazi ya kwako, natamka kibali kwenye masomo ya kwako, natamka kibali kwenye ndoa ya kwako katika jina la Yesu. Mwanamke kama anafunguliwa kwa kugusa pindo, nawe leo ukafunguliwe kwa kutamka neno, ukafunguliwe kwa jina la Yesu. Yesu akufungue, Yesu akuponye, Yesu akupe nguvu mpya katika huu mwaka wa 2026. Miezi yote 12 ukapokea kibali katika jina la Yesu. Kuna kitu kimekwama kwa muda mrefu, leo kinakwenda kufunguliwa. Kuna biashara imefungwa muda mrefu, wateja wanatazama hawaelewi, wanatazama biashara yako, vitu vipya lakini unaona kama ni vya zamani. Leo na vipaka damu ya Yesu katika ulimwengu roho, hiyo biashara yako ikabadilike. Kama ni Kariakoo, kama ni Mwenge, kama ni Mwanza, kama ni Arusha, kama ni Kenya Nairobi, kama ni Machakos, kama ni wapi katika dunia nzima, ulimwengu mzima, utakaposikia maombi haya, Yesu Kristo anakwenda kugusa biashara ya kwako leo, anakwenda kugusa kazi ya kwako leo. Inawezekana kazi yako ina majungu, ina maneno mengi ya ajabu, watu wanakufanyia misukosuko, wanatamani ufukuzwe kazi. Leo Yesu Kristo anakuletea uponyaji kwenye biashara yako. Nami natamka neno la uzima kwenye ugonjwa ulio nao. Natamka neno la faida kwenye biashara unayofanya. Natamka neno la kuondoa mafarakano kwenye familia yako, kwenye ndoa ya kwako katika jina la Yesu. Mungu aliye mtakatifu, yeye ni Mungu wa majibu, yeye ni Mungu ambaye anasaidia. Acha basi nimshukuru Mungu na kukuombea na Yesu akakufungue kwa imani. Unakwenda kufunguliwa katika biashara yako, kwa imani unakwenda kufunguliwa katika kazi yako kwako. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, Mungu wetu ulio mtakatifu, mfalme wa falme, Baba, katika jina la Yesu ninasogea mbele zako Bwana. Ninakushukuru Bwana, maana wewe ni Mungu unayeweza, hakuna Mungu kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Mungu ulio mtakatifu, hakuna mtakatifu kama wewe. Baba, ninakushukuru Baba, ninakuinua. Sante kwa ajili ya mama huyu, sante kwa ajili ya baba huyu, sante kwa ajili ya kaka huyu, wale wote ambao wanasikiliza, wale wote ambao wanafuatilia channel hii ya Vunja Ngome. Baba ulio mtakatifu, ninakwenda kuvunja ngome zote katika biashara za kwao, zile zote ngome za giza, ngome za kichawi, ninazipiga na kuzisambaratisha katika jina la Yesu. Mungu ulio mtakatifu, wewe ni mtakatifu, hakuna mtakatifu kama wewe. Baba, ninakushukuru kwa sababu unasikia sahi. Baba, ninakushukuru kwa sababu unaweza. Baba ulio mtakatifu, tazama watu hawa wanaosafiri kwenye basi lao, inawezekana kwenye ndege, inawezekana kwenye usafiri, inawezekana kwenye meri, inawezekana kwenye pikipiki, inawezekana kwenye gari, aina yoyote ya gari. Baba ulio mtakatifu, gusa chombo chao
chako cha moto. Mungu ulio mtakatifu, ukawalinde, ukawaongoze katika jina la Yesu. Wewe ukafanyike dereva kwenye chombo chao katika jina la Yesu. Baba ulio mtakatifu, ninasogeza mama huyu au baba huyu anayefanya biashara kwenye duka lake. Baba, nyosha mkono wako ukaguse biashara kwake, kama vile yule mwanamke alivyogusa pindo, nawe ukamfungua kwa kugusa. Baba ulio mtakatifu, katika ulimwengu wa roho ukaguse biashara kwake ikaweze kufunguliwa, vile vifungo vyote vilivyofungwa kwenye biashara yake. Tazama, wale wachawi wameshikilia biashara yake, nami nakwenda kinyume nao katika jina la Yesu. Mungu ulio mtakatifu, mfalme wa falme, tazama watoto hawa wanaosoma masomo katika shule zao, katika vyuo vyao, wape roho ya kufaulu, akili zao zikafanye kazi sawa sawa katika masomo ya kwao katika jina la Yesu. Baba ulio mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, ninaachilia majibu katika kazi zao. Tazama, huyu mfanyakazi yuko ofisini, watu wanamfanyia majungu, wanafanya majungu wakitamani afukuzwe kazi. Baba, ninamzingira kwa damu yako, ukamzingire kwa damu yako katika jina la Yesu. Ninaachilia ulinzi kwenye kazi ya kwake, kibali kama cheo chake ni cheo cha chini. Mungu ulio mtakatifu, ukampandishe cheo katika jina la Yesu, ili wale maadui wakaweze kushangaa matendo makuu uliomtendea. Baba, katika jina la Yesu, ninawaombea watu wako wote wanaokutegemea katika jina la Yesu. Baba ulio mtakatifu, tazama huyo mgonjwa aliyopo hospitalini, amelala, hawezi kusimama. Ninanyoosha mkono wangu katika ulimwengu wa roho, ninagusa kwenye kichwa chake, maumivu ya kichwa yakanyamaze kimya. Ninagusa kwenye tumbo lake, maumivu ya tumbo lake yakanyamaze kimya kwa jina la Yesu. Tazama, huyo amepata ajali, inawezekana ni ajali mbaya ya pikipiki au ajali ya gari. Baba, ninamfungua, naondosha maumivu, ile mifupa ambayo imefungwa na daktari ikaweze kunyoka ndani kwa ndani. Malaika wa mbinguni wakamponye na kumpa uzima katika jina la Yesu. Pokea uzima pale ulipolala, Mungu akuponye katika jina la Yesu. Baba ulio mtakatifu, tazama mama huyu amelala hawezi. Tazama baba huyu amelala hawezi. Tazama kijana huyu amelala hawezi. Mungu ukamponye, Bwana ukamponye katika jina la Yesu. Mungu ulio mtakatifu, mfalme wa falme, Baba ulio mtakatifu, ninaombea taifa letu, taifa la Tanzania, ninamweka mikononi mwako. Rais wa Tanzania ninaweka mikononi mwako, wabunge na mawaziri kwa jina la Yesu. Mungu ulio mtakatifu, Mungu ukawatunze, Mungu ukawape afya njema kwa jina la Yesu. Ninakataa magonjwa kwa jina la Yesu. Baba, kanisa lako la Tanzania likakujua wewe zaidi, watu wakafuate njia zako njema. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni mfalme wa falme, hakuna mfalme kama wewe. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Libarikiwe jina lako ulio mtakatifu. Baba, bariki kila mmoja anayesikiliza maombi haya, bariki kila mmoja anayefuatilia maombi haya. Mungu kamtunze, weka majibu sawa na maombi ya kwake. Kila anachokihitaji mtoto wako akapokee leo. Pokea majibu kwa jina la Yesu. Pokea majibu kwa jina la Yesu. Pokea majibu. Mungu akukumbuke, Mungu akukumbuke, Mungu akusaidie. Tazama, ni maombi ya robo saa ya kutoshe kabisa kukujibu. Ni maombi ya robo saa ya kutoshe kukujibu, yakatoshe kukusaidia. Ewe mtoto wa Mungu unayemtegemea Mungu aliye hai, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, ni Mungu anayejibu. Kama alivyovusha wana wa Israeli, akakuvusha na wewe. Aliwavusha katika bahari ya Shamu, akakuvusha na wewe. Pokea kuvuka kwa jina la Yesu. Mungu akuvushe kwenye shida ulionayo, Mungu akuvushe. Tazama huyu mama, tazama huyu baba, tazama amenyang'anya hata kiwanja chake, ardhi aliyotafuta kwa jasho. Wale watu wabaya wamemnyang'anya. Rejesha ardhi ya kwake,